Hii ndiyo jubilei ya miaka 50 ya maonyesho ya biashara kimataifa Dar es Salaam DITF au Sabasaba, ni maarufu sana kwa jina la Sabasaba. Sisi Ndalini Media na mimi ni Godfrey Kusola tumejikita katika banda hili unaliona limependeza kweli kweli la Wizara ya Fedha. Moja kwa moja tuanzie katika idara ya mhasibu mkuu wa serikali. Kwanza hongera sana Peter Rushaki, yeye ndio mhasibu mkuu. Hongera sana mhasibu mkuu. Karibu sana. Naam, mambo yakoje huko? Tunashukuru ya ndugu mtangazaji na watazamaji. Kwa majina naitwa Peter Rushaki, mhasibu mkuu daraja la kwanza. Niko idara ya mhasibu mkuu wa serikali, kitengo cha huduma za mfuko mkuu. Kimsingi kazi yetu kubwa ni kuwezesha maisha ya Mtanzania yawe bora wakati anaendelea na utumishi wa umma, lakini hata baada ya kustaafu. Sasa mpango wa serikali ni kumwandaa mtumishi ili anapostaafu aweze kuwa na maisha bora kwa njia ya hitimisho la kazi. Kikubwa tunachokifanya kwanza ni kumwandaa mtumishi kwa kupeleka michango katika mifuko ya hifadhi ya jamii, ambapo mtumishi anachangia 5% ya mshahara wake, lakini pia mwajiri kupitia Wizara ya Fedha anapeleka 15% ya mshahara wake ambayo inaenda kuwekezwa kwa ajili ya hitimisho la kazi. Huko ni kwa upande wa PSSF. Lakini pia kwa kujali afya ya mtumishi wakati anaendelea kufanya kazi na utumishi, tuna mfuko wa bima ya afya ambapo mwajiri anachangia 3% pamoja na mtumishi kuchangia 3% ili anapopata matatizo ya kiafya aweze kuhudumiwa na kuendelea na ufanisi katika kazi. Hii inaenda mbali zaidi na kuhudumia wenza wake pamoja na wategemezi, ili akiwa sasa yuko kwenye majukumu asiwe na stress za kufikiria namna gani ataweza kuhudumia kiafya wategemezi wake ambao wamepata na matatizo. Lakini pia tuna huduma kwa ajili ya WCF ambapo ni kwa ajili ya ikiwa mtumishi amepata matatizo akiwa kazini ya ajali. Sasa na kule mwajiri anapeleka 100% ya mchango ambao ni 0.5% ya mshahara wa mtumishi anapeleka kule kwa ajili ya huduma za kiafya in case mtu amepata matatizo akiwa kwenye utumishi wake. Lakini pia kwa kutambua umuhimu wa mtumishi, mwajiri ameanzisha mfuko wa kukopesha watumishi kwa ajili ya kununua vyombo vya usafiri ili viwawezeshe basi wakati wanaendelea na utumishi waweze kufanya kazi kwa ufanisi na kuweza kufika maeneo ya kazi kwa urahisi. Mbali na hapo sasa, mtumishi akiwa sasa amesha staafu, basi ndio pension inaingia ili kumwezesha kuishi vizuri akiwa amesha staafu. Tunasema staafu kwa ufahari. Amemwandaa wakati yuko kwenye utumishi, lakini pia akijua kwamba akisha staafu basi atapoteza uwezo wa kuingiza kipato, basi ndio pension inaingia ambayo inamsaidia. Na ukiangalia dira ya 2050 ni kwamba maendeleo ya binadamu na kiafya. Sasa akishapata kipato obviously atapata lishe bora, lakini pia itapunguza gharama za serikali kununua madawa kwa sababu atakuwa tayari anaweza kuishi vizuri, hana stresi, lakini pia anajitibu kwa tiba lishe. Kingine ni kwamba sasa hivi ambacho tunaendelea kukifanya, tunawajali wastaafu wetu ambao tayari wako nje ya utumishi kwa kuongeza kima cha chini cha pensheni, lakini sasa hivi tunaanzisha utaratibu wa kugawa vitambulisho vipya ambavyo vinasaidia kuondoa wimbi la utapeli, kiasi kwamba mtu akiwa na kitambulisho kilichoficha taarifa zake, basi sio rahisi mtu kikodondoka kwa mikono ya mtu ambaye sio mwaminifu akaweza kutumia njia hiyo kama kufanya utapeli. Naam, hakika ni maneno mazuri kutoka kwa mhasibu mkuu idara ya mhasibu mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa tulizungumza mwanzoni kuhusiana na dawati la mkakati dhidi ya rushwa na mpango wa utekelezaji wako pia hapa. Kwa majina naitwa Dorothea Chale, ni afisa rasilimali watu mkuu kutoka idara ya utawala na usimamizi wa rasilimali watu, Wizara ya Fedha. Tuko hapa kwa ajili ya kuwafahamisha wananchi kwamba kuna mkakati dhidi ya rushwa na mpango wa utekelezaji awamu ya 4 ambao kiidara yetu unasimamiwa na kitengo cha utawala. Mkakati huu ni mwendelezo wa juhudi za serikali katika kuhakikisha kwamba taasisi zote za serikali zinatoa huduma iliyo bora na kuwasaidia wananchi wakopane na mianya yoyote inayofanya kuwapelekea kutoa rushwa, kwa sababu serikali inatambua kabisa rushwa ni adui wa haki. Ili kutekeleza hilo, tunawafahamisha wananchi huduma zetu ambazo wizara inazitoa ili waweze kujua kabisa kwamba nikitaka huduma hii naipataje. Na hilo tunalifanyaje? Hilo tunalifanya kwa kupitia mkataba wa huduma kwa mteja. Mkataba wa huduma kwa mteja ni makubaliano ambayo yako kati ya wizara namna itakavyotoa huduma zake kwa mwananchi. Kwa mfano, unataka huduma labda ya mkopo kama walivyokuwa wameelezea watu wa advance loan hapa, kwamba wewe kama mtumishi wa umma unataka ufanye nini?
kupitia mkataba wa huduma kwa mteja na kueleza kabisa taratibu zinazotakiwa na zilizo sahihi ili uweze kupata mkopo huo, na wala usikutane na mtu mwingine akakwambia kwamba unatakiwa kutoa kiasi fulani cha hela ili uweze kupata mkopo. Hiyo hamna. Na katika kukuza hii NSSF 4 ya serikali imeonyesha juhudi kubwa katika kukuza mifumo ya tehama. Ndio maana utakuta sasa hivi kuna huduma nyingi sana ziko kupitia mfumo. Kuna mifumo mbalimbali ambayo Wizara ya Fedha imeiwezesha. Kwa mfano MUSE, alafu hii sasa hivi kwa mfano hii GPG, kuna GAMIS, ni mifumo ambayo imeisaidia wizara katika utoaji wake wa huduma kumfanya mwananchi apate huduma iliyo bora na kwa nafuu kabisa, baada ya kuzingatia taratibu zote ambazo yeye kama yeye anatakiwa kuzifuata kwa mujibu wa mkataba wa huduma kwa mteja ili wizara iweze kumhudumia. Asante sana. Amezungumza kwa hisia ni afisa rasilimali watu mkuu Dorothea Chale kutoka idara hii ya utawala na usimamizi wa rasilimali watu. Tupo katika banda la Wizara ya Fedha katika jubilei hii ya miaka 50 ya maonesho ya biashara kimataifa Sabasaba. Asante ndugu mtangazaji. Jina langu ni Sepo Seni, ni mchumi mwandamizi Wizara ya Fedha, nikiwa kwenye idara ya usimamizi wa deni la serikali. Na katika Sabasaba ya mwaka 2026 ambao ni miaka 50 ya maonyesho haya, tunatoa elimu kuhusiana na sheria ya mikopo, dhamana, misaada, sura ya 134, ambayo sheria hii ndio ambayo inasimamia usimamizi wa deni la serikali. Na kwamba katika sura ya 3, ya 6, ya 9, sura ya 3, 6, 13 na 15 inampa mamlaka waziri wa fedha kukopa, kutoa dhamana pamoja na kupokea misaada kwa niaba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwamba serikali huwa inakopa katika ndani ya nchi pamoja na nje ya nchi, kwa maana kwamba mikopo ya nje inaweza kuwa na masharti tofauti tofauti, ikianzia mikopo nafuu ambapo tunatoa kwenye mashirika ya kimataifa ambayo inakuwa ni concessional ya masharti nafuu. Vile kuna mikopo kutoka nchi marafiki, nchi wahisani ambayo ni bilateral, yenyewe inakuwa ina unafuu, lakini sio kama mikopo ya mashirika ya kimataifa. Lakini vile kuna mikopo ya kibiashara ambapo tunakopa kwenye benki za kimataifa. Sheria hiyo inaeleza kwamba mikopo yote baada ya kukopa lazima iweze kukusanywa au kuwasilishwa kwenye mfuko mkuu wa serikali. Na vile serikali huwa inakopa ndani, ambapo huwa inatoa hati fungani za muda mfupi ambazo ni za chini ya mwaka mmoja, lakini vile kuna hati fungani za muda mrefu ambazo zipo za miaka 2, 5, 7, miaka 10, 15, miaka 20 na mpaka miaka 25. Kwenye upande wa dhamana, sheria hiyo inampa mamlaka waziri kutoa dhamana kwa serikali za mitaa pamoja na mashirika ya umma yanapohitaji kukopa, na kwa masharti ni kwamba dhamana hiyo iwe na ukomo wa 70% ya kiwango cha mkopo, lakini vile dhamana hiyo inalenga miradi ambayo inaenda kuchochea shughuli za kiuchumi. Katika maonyesho haya pia tunaelezea wananchi namna ambavyo serikali inasimamia deni la serikali, kwa maana kwamba kwa mujibu wa kifungu cha 38 D cha sheria ya mikopo, dhamana, misaada, kinaitaka serikali kufanya tathmini ya uhimilivu wa deni, ambapo tathmini hiyo serikali inashirikiana pamoja na mashirika ya kimataifa kama Benki ya Dunia na kuhakikisha kwamba deni hilo linakuwa ni himilivu. Kwa hiyo katika tathmini iliyofanyika mwaka 2025, matokeo yake ukiangalia viashiria ilionyesha kwamba katika deni la nje kwa thamani ya sasa dhidi ya pato la taifa lilikuwa ni 24.4 dhidi ya ukomo wa 40%. Kwa maana hiyo hapo inaonyesha kwamba ni himilivu. Lakini vile kiashiria cha pili ilikuwa ni deni la nje dhidi ya mapato ya nje. Tathmini ilionyesha kwamba ilikuwa ni 123.1
dhidi ya ukomo wa 180%. Lakini kiashiria cha tatu nilikuwa ni malipo ya nje dhidi ya mapato. Na ilionekana kwamba tathmini inaonyesha kwamba tulikuwa na 14.7% dhidi ya ukomo wa 18%. Lakini kiashiria cha nne ilikuwa ni thamani ya deni kwa ujumla dhidi ya pato la taifa. Tathmini hiyo ilionyesha kwamba ilikuwa ni 39.6% dhidi ya ukomo wa 5%. Kwa hiyo kwa kuangalia viashiria hivyo inabainisha kwamba deni letu ni himilivu kwa kipindi cha kati na mpaka muda mrefu. Asante sana mchumi mwandamizi Seposeni kutoka idara ya usimamizi wa deni la serikali. Sisi bado tupo katika banda hili la Wizara ya Fedha hadi mwisho wa msimu huu unaoendelea kunoga wa maonesho ya biashara kimataifa Sabasaba hapa kwenye viwanja vya Mwalimu Julius Nyerere Temeke, Dar es Salaam. Popote tunakufikia, mimi ni Godfrey Kusolo, usiondoke.